Shalom msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, karibu katika mafundisho ya neno la Bwana, na leo ninaenda kuleta ujumbe wenye kichwa daraja 6 ya kiroho au level 6 ya kiroho. Katika kanuni ya kibibilia ni kwamba mwanadamu yeyote amemkubali Yesu Kristo, basi ni lazima akaweze kusaliwa tena mara ya pili. Kwa hiyo tuko na hatua 6 ambayo mtu anafaa kupitia katika hali zake za kiroho. Hizi level 6 zinatumika kama vipimo fulani ambavyo vinaonyesha mtu wa Mungu amefikia kiwango gani katika wokovu wake na hata katika Ukristo wake. Leo watumishi wengi wamejiingiza katika kazi ya huduma, lakini hawajaweza kupitia katika hizi vipimo kuweza kujiangalia kwamba katika level yao ya kiroho wamefikia kiwango gani. Tunaenda kusoma neno la Bwana katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 6 mstari mdogo kuanzia 1, na Biblia inasema hivi: basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemas, mkuu wa Wayahudi. Huyu alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa umwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi usifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asiposaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Katika kitabu cha Ezekieli sura ya 36 mstari mdogo wa 26, maandiko yanasema hivi: nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe, nami nitawapa moyo wa nyama, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu. Basi tuko na stage 6 ambayo inatakikana mtu awe amepitia na awe amejua. Ya kwanza ni spiritual infant, ya pili ni spiritual babies, ya tatu ni spiritual teenagers, ya 4 ni spiritual youths, ya 5 ni spiritual sons, ya 6 ni spiritual fathers au spiritual parents. Basi wakati nitakuwa nimemaliza kabisa mafundisho haya, utaweza kujijua katika level ambayo wewe upo. Kwa hiyo naomba kwamba karibia mahali hapa, uweza kucomment, kushare na kuweza kulike, na ukiwa na swali lolote pia utaweza kuniuliza mahali pale pa comment, na bila shaka nitaweza kukujibu kwa haraka sana. Basi wacha tuangalie spiritual infant ama mtoto mchanga wa kiroho. Spiritual infant ni mtu anaanzia mwaka 1 hadi miaka 2 tangu siku hiyo ambayo amemkubali Yesu Kristo. Na hawa spiritual infant ama watoto wadogo wa kiroho wana tabia zifuatazo. Ya kwanza, hawana kosa kwa wakati huo mbele za Mungu. Tangu wakati ameokoka hana kosa saa hiyo hiyo mbele za Bwana. Ya pili, ni wachanga, yeye ni mchanga, yeye ni mdogo. Na ya tatu, hawana meno ya kutafuna mambo magumu. Mtoto mdogo mchanga wa kiroho hana meno ya kutafsiri mambo mazito. Na ya 4, wanapenda kulia, wanataka maziwa. Kama vile ilivyo kwa mtoto wa kibinadamu wa kawaida kwamba anapenda kulia, anahitaji kunyonya, hivyo pia na watoto wa kiroho wachanga wanapenda kulia, wanataka kunyonya. Alafu ya 5,
hawajui kujipeleka chooni. Basi hii unaweza kuniuliza kwenye comment namna mtoto wa kiroho hajui kujipeleka chooni, nami nitasema pamoja nawe hapo tu kwa hiyo eneo kimapana. Alafu ya 6, hawana ufahamu. Watoto wachanga wa kiroho hawana ufahamu, hawafahamu mambo mengi ya kiroho. Alafu ya 7, hawajui mema na mabaya. Hawa watoto wa kiroho, bora tu mtu ameokoka amekuja kwa Bwana, hajui kupambanua mabaya na hajui kupambanua mazuri. Kila mtu ambaye anakuja wa kiroho anaweza kuwa rahisi kumpokea. Dalili ya 8, wanakula chochote ambacho kimeanguka sakafuni. Kama ilivyo kawaida kwa watoto wa kibinadamu, hivyo hivyo na wa kiroho pia wana tabia ya kuokota chochote. Wanaweza kusikiza chochote wakakifanyia kazi. Wanaweza amini chochote bora tu wamekiokota pale. Ya 9, hawajali mama zao ila wanajijali wenyewe. Ya 9 ni kwamba hawajali wazazi wao wa kiroho, wanajijali wenyewe. Nilikuwa mgonjwa, hujakuja kuniona. Nilikuwa na shida hii, mbona sikukuona? Wanajijali wenyewe, kawaida ya watoto wachanga wa kiroho. Ya 10 ni kwamba ni wadhaifu. Spiritual infant ni wadhaifu. Kama tu vile mtoto wa kawaida wetu wa kibinadamu ni mdhaifu, hivyo hivyo pia mtoto wa kiroho ni mdhaifu. Hawezi kupigana na mambo magumu, hawezi kupigana na mambo mazito, hawezi kupambana na mambo ambayo yamemsidi. Yeye ni mdhaifu. Dalili ya 11, wanategemea wengine katika maisha yao. Maisha yao ya kiroho yanategemea wengine. Kama tu vile ilivyo kwa mtoto wa kawaida, anategemea wengine kwa ajili ya maisha yake. Pia mtoto wa kiroho anategemea mtu mwingine, amuombee, amfundishe neno la Bwana, amuonyeshe mapito ambayo anafaa kupitia na mambo mengine muhimu ambayo anahitaji katika wokovu wake. Dalili ya 12 ni kuwa wachapokuwa wanahudhuria ibada ya wiki ya Jumapili au ibada yoyote ile, maisha yao bado hawajabadilika, hawajaokoka, bado hawana wokovu wa kweli ndani yao. Wengine bado ni wasinifu hata wakiwa makanisani. Wengine bado wanalewa pombe wakiwa makanisani. Wengine bado ni wafutaji wa sigara. Wengine ni wezi. Wengine ni waongo. Wengine bado ni wasinzi hata wakiwa makanisani. Wengine bado wanapigana na wenzao, wanapishana wakiwa makanisani. Wengine bado wanasengenyana, wanafanya vitina wakiwa pale makanisani. Hawana kumwogopa Mungu ndani yao. Basi haijalishi umekaa kanisani muda gani, haijalishi una miaka mingapi, lakini kama bado haujabadilika, unaishi yale maisha ya kale, hakuna tofauti na ulivyokuwa umekuja kwa Mungu na ulivyokuwa katika dunia. Hiyo ni ishara kwamba bado ni mtoto mchanga. Kwa hiyo watu wa namna hii hawawezi kuwa watumishi katika nyumba ya Mungu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Basi hapa kuna mambo ambayo pia spiritual infant hawafai kuyafanya. Leo watumishi wengi wameweka majukumu kwa watoto wachanga wa kiroho, wakidhani wanawafurahisha ili wabakia kanisani, lakini wanakosea. Kuna mambo ambayo hawafai kuyafanya. Yafuatayo hapa. Spiritual infant hawafai kuhusishwa katika kazi kama kuongoza ibada, kufundisha,
kujiunga na kikundi cha sifa na ibada, au hata kuombea watu kanisani, au kupatiza, au hata kuwa katika uongozi wa aina yoyote ile pale kanisani. Huenda mtazamaji, msikilizaji wangu, utaniuliza ni kwa nini? Ya kwanza ni kwa sababu hawa wapendwa bado hawana wokovu ndani mwao, bado hawajabadilika, wanaishi maisha ya Wamisri, yaani maisha ya dhambi, bado wanasikiza nyimbo za dunia na kujesa, bado wengine wanafuta na kunywa pombe kama vile nimesema, bado wengine wanasikiza mwili sana kuliko kumsikiza Mungu, wengine bado ni wasinzi kama vile nimesema hapo awali. Wakipewa kuongoza hata uimbaji, watatamani nyimbo za kanisa siimbwe na kupigwa kama nyimbo za dunia. Hata wakipewa nafasi ya uongozi kanisani, wengine watapata shida, wanaweza hata wakaongoza kama manyapara, na lililo kubwa sana, wanaweza wakawafunja watu wengi mioyo kwa ajili ya matendo yao ambayo bado hawajabadilika. Basi katika ulimwengu wa roho, kama vile mtoto mchanga wa kawaida anagrow, hivyo na watoto wa kiroho pia huwa wanagrow hadi wanabadilika, hadi wanaenda hatua nyingine. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Basi hapa nina mambo machache ambayo watoto wa kiroho wanahitaji. Ya kwanza, wanahitaji kuchungwa katika umakinifu mkubwa sana, nikiwa na maana malezi bora ya kiroho. Ya pili, tunahitaji kuchukuliana nao katika level ambayo inaendana na ufahamu wao. Ya tatu, wanahitaji lishe bora ya kiroho. Ya nne, wanahitaji tuwe karibu nao na kuwanyonyesha kama tu vile mtoto wa kawaida anahitaji kuwa karibu na mzazi wake. Pia watoto wa kiroho wanahitaji wazazi wa kiroho wawe karibu nao. Bwana Yesu asifiwe. Ya tano, wanahitaji chakula chepesi, sio chakula kigumu. Kama vile nilivyokuwa nimesema pale awali, wanahitaji mafundisho mepesi, nyimbo nyepesi, mawaidha tu rahisi. Ya sita, wanahitaji ukombozi. Katika kitabu cha Wakalatia 4:3 inasema hivyo kwamba wanahitaji ukombozi kwa ajili ya mambo ya kale, mambo ya dunia hii na nguvu za giza ambazo zimekaa ndani yao. Ya saba, wanahitaji maelekezo sahihi. Wanahitaji maelekezo sahihi. Ya nane, wanahitaji kubebwa. Wanahitaji kubebwa kama tu vile mtoto wa kawaida anahitaji kubebwa, na wao hao wa kiroho pia wanahitaji kubebwa, nikiwa na maana kwamba tusimame nao wakati wa mambo magumu, tuwatembelee manyumbani kwao, tuwashauri, tuwaombee, tuwafundishe, tuwape hata ruhusa ya kututembelea katika ofisi ya kichungaji. Basi nashukuru mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, leo nimeweza kukuzia level ya kwanza ambayo ni ya spiritual infant. Nimekuwa ni mchungaji Andrew. Bwana akubariki. Tukutane tena kwenye video nyingine ambayo nitakuwa nazungumzia kuhusu spiritual babies.
God bless you. Shalom and see you later.